mama yangu ana mimba yako. Mama yangu ana mimba yako. Mfuatiliaji wa Taji Story, tunaendelea na simulizi letu la Mama Yangu Ana Mimba Yako Season 1 episode ya 3. Katika sehemu ya pili tuliishia pale ambapo Mama Neema alizimia ghafla. Sasa tuendelee sehemu ya 3. Usiku mzima katika nyumba ya Mama Neema kulikuwa na kimya isiyo ya kawaida. Baada ya kuzimia ghafla, Tina na Eli walimkimbiza hadi kitandani. Uso wake ulikuwa umebadilika kabisa. Alionekana kama mtu aliyekuwa anakimbia kumbukumbu za kutisha zilizomfuata kwa miaka mingi. Nje mvua ilikuwa imepungua kunyesha, lakini ndani ya nyumba hofu ilikuwa bado kubwa sana. Eli, Tina alisema kwa sauti ya chini huku akiwa pembeni ya kitanda. Haya mambo si ya kawaida. Eli alikuwa amekaa dirishani akitazama giza la nje. Akamwambia Tina, mimi pia ninajua mambo haya sio ya kawaida. Una uhakika utaenda Bugando kesho? Tina alimuuliza Eli. Eli akamgeukia taratibu, akamjibu, kama sitajua ukweli sasa nitachanganyikiwa zaidi. Lakini moyo wake kulikuwa na kitu kilichokuwa kinamuumiza zaidi, mimba ya mama yake. Hakuelewa bado. Mama yake alikuwa mtu mwenye umri mkubwa sana. Aliwezaje kupata mimba? Na huyo mwanamume aliyekuwa amempa mimba ni nani? Maswali haya yalimuumiza sana Eli kichwa. Saa 9 za usiku Tina alikuwa amelala sebuleni, lakini usingizi haukumpata kabisa. Mara ghafla akasikia mtu akitembea nje ya nyumba. Pa pa pa, zilikuwa ni hatua nzito za viatu. Tina akanyanyuka taratibu, akachungulia dirishani. Moyo wake ukasimama kwa sekunde kadhaa. Kulikuwa na mwanamume mrefu aliyesimama nje ya geti akiwa amevaa koti jeusi na kofia iliyofunika uso. Hakuwa akitikisika wala kusogea. Alikuwa anatizama nyumba tu. Tina akaanza kutetemeka. Akamwamsha Eli haraka. Eli, yule mtu amerudi. Eli akaruka kutoka kitini na kukimbia dirishani, lakini alipoangalia mwanamume huyo alikuwa bado amesimama pale. Kimya kikatawala, bila kusogea, kana kwamba alikuwa anawasubiri. Eli, usitoke, Tina alisema kwa hofu, lakini Eli tayari alikuwa amejaa hasira. Akafungua mlango kwa nguvu na kutoka nje. Wewe ni nani? Alipiga kelele. Mwanamume huyo hakujibu. Eli akaanza kumsogelea. Hatua 1, 2, 3. Ghafla upepo mkali ukapita na taa za mtaa zikazima. Giza likafunika eneo lote la nyumba na katika mazingira ya karibu. Eli, Tina alipiga kelele akiwa mlangoni. Sekunde chache baadaye taa zikarudi, lakini yule mwanamume alikuwa ametoweka. Kilichobaki chini ni mfuko wa zamani wenye alama ya herufi ya V. Eli akanyanyua taratibu. Mama alisema baba yangu anaitwa Victor, alinong'ona. Nyuma yake Tina alikuwa akitetemeka, kwa sababu alipoinama vizuri kuangalia ule mkufu, aliona kitu kingine. Kulikuwa na damu mbichi ardhini. Kesho yake hospitali ya Bugando Medical Center ilikuwa kimya kuliko kawaida. Saa 4 usiku Eli alifika peke yake kama alivyoelekezwa. Alihisi moyo wake ukidunda sana. Njia za hospitali zilikuwa na mwanga hafifu. Wagonjwa wachache walikuwa wamepita, huku wauguzi wakionekana kuchoka. Lakini kadiri Eli alivyoingia ndani zaidi, ndivyo alivyohisi kama kuna mtu alikuwa anamfuatilia. Akasimama, akageuka nyuma. Hakukuwa na mtu. Kisha simu yake ikaingia message, shuka chini, wodi ya zamani. Eli akameza mate. Wodi ya zamani ya hospitali hiyo ilikuwa imefungwa miaka mingi iliyopita baada ya tukio la ajabu kutokea, lakini hakujua tukio gani. Akaanza kushuka ngazi kuelekea basement. Kadiri alivyoshuka, harufu ya damu na unyevunyevu iliongezeka. Kulikuwa na kimya sana. Mlango mkubwa wa chuma uliokuwa umeandikwa Ward B closed ulikuwa wazi kidogo. Eli akasukuma mlango taratibu. Sauti yake ilimfanya ahisi baridi. Ndani kulikuwa na vitanda vya zamani vilivyofunikwa vumbi, mashine zilizoharibika na ukuta moja uliokuwa na damu iliyokauka. Eli, sauti nzito ikaita gizani. Eli akageuka kwa haraka. Mwanamume mmoja aliyekuwa amesimama mwisho wa korido, uso wake ukionekana vizuri. Ni nani wewe? Eli aliuliza. Mwanamume huyo akaanza kusogea polepole. Kabla hujajua mimi ni nani, unatakiwa ujue ukweli kuhusu mama yako. Eli akakaza macho. Unamaanisha nini? Mwanamume huyo akacheka kwa uchungu. Mama yako hakukwambia kila kitu kuhusu
usiku uliozaliwa. Moyo wa Eli ukadunda sana. Usiku gani? Usiku ambao mtoto mmoja alikufa. Eli akahisi miguu yake ikilegea na mtoto mwingine akaibiwa. Kimya kizito kikatawala. Unaongea nini? Mwanamume huyo akatoa picha nyingine mfukoni, akaimwaga chini. Eli akaichukua kwa mikono yake huku yakitetemeka. Alipoiona, macho yake yakapanuka kwa mshtuko. Ilikuwa ni picha ya Mama Neema akiwa hospitalini miaka mingi iliyopita. Alikuwa ameshika watoto wawili mapacha, lakini Eli alikuwa mtoto wa pekee, au ndivyo alivyoamini maisha yake yote. Eli, mwanamume huyo alisema kwa sauti nzito, ulikuwa na ndugu pacha. Hapo ni mwisho wa episodi ya 3 ya simulizi letu la Mama Yangu Ana Mimba Yako. Unajua nini kiliendelea? Usikose kufuatilia episodi ya 4 ya simulizi hii nzuri kabisa. Hii ni Taji Story na mimi ni Jacob Zakaria. Tukutane wakati mwingine. Kama mapacha waliopotea wamenitazama kutoka mbali. Mama yangu ana mimba yako.